Karibisha kwenye channel ya Apostle Johannes John. Leo Mungu ametupa neema ya kujifunza, na leo tuna topic ya leo nasema, kwa nini Mungu yupo anaharibu maisha yako au ameamua maisha yako yaharibike? Ukisoma Yohana 12:24 mpaka 25, maandiko yanasema chembe ya ngano bila kudondoka kwenye ardhi ikafa, itabaki hali hiyo hiyo, lakini ikidondoka kwenye ardhi ikafa, baadaye itazaa matunda mengi. Lakini pia maandiko yanasema atakaye pambana kuiokoa nafsi yake ataiangamiza, lakini atakayeiangamiza kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo ataiokoa. Unaweza kupita kipindi fulani kwenye maisha, unaanza kumtafuta Mungu, labda umeokoka, labda unataka kumtumikia Mungu au Mungu ameweka wito ndani yako, lakini unaanza kupitia kipindi cha magumu, kipindi cha maumivu, kipindi cha mateso, kipindi cha vita. Sasa unakaa unajiuliza, mbona baada ya kuokoka vita imeongezeka? Mbona baada ya kuanza kumtafuta Mungu hofu zimeongezeka, tamaa zimeongezeka, majaribu yameongezeka? Why? Kwa nini? Safari ya maisha ya mwanadamu kuna hatua au tunasema kuna stages katika kuelekea utukufu unapomtegemea Mungu. Wana wa Israeli walipokuwa utumwani Misri, Mungu alipotangaza kuwakomboa, vita iliongezeka kutoka kwa Farao. Wakaanza kuteswa sana. Baada ya hapo ndipo hukumu ya Mungu ilikuja ikatokea. Lakini hata kama hukumu ya Mungu ilitokea, lakini kilikuwepo kipindi cha wana wa Israeli kupita jangwani ili wajifunze ukomavu, wajifunze uvumilivu, wajifunze kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Wengi kwa sababu ya manunguniko ya kuhuzunika kwenye kipindi hicho cha mateso, kipindi hicho cha jangwa, wengi waliumizwa, wengi waliuawa, wengi waling'atwa na nyoka, wengi Mungu aliwaadhibu. Lakini wale waliovumilia mpaka mwisho waliweza kufika Kanaani, nchi yenye maziwa na asali. Lakini mwisho wa mwisho, mbali na kufika kule, lakini watu hawakutaka kuendelea kuzitunza amri za Mungu. Lakini wale waliozitunza amri za Mungu kama Yoshua alizidi kustawi, na kipindi hicho cha wale wazee wa Israeli walizidi kustawi mpaka kile kipindi kilipoisha, watu wakamkataa Mungu, mabaya pia yakawakata. Kwa hiyo mabaya yanaweza kuwapata wanadamu kipindi ambacho hawampendi Mungu, hawamwamini Mungu na hawamkubali Mungu, na Mungu alisha kuchagua. Lakini pia kipindi ambacho pia utakuta vita ya kimungu ni pale ambapo Mungu amekuchagua na wewe umeshakubali kwamba umekuchagua. Sasa unapita kwenye kipindi cha kutengenezwa na kuchongwa. Kumbuka Zaburi 23 anakuambia ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, Mungu atakuwa gongo lako na fimbo yako. Lakini pia ukisoma Isaya 43 mstari wa 1 mpaka wa 5 anakuambia ujapopita katika maji mengi hayatokugharikisha, ujapopita katika moto hautokuunguza. Lakini pia ukisoma Isaya 44 mstari wa 24 mpaka 27 anakuambia Mungu ataikausha mito yako. Mungu ataikausha mito yako. Hiyo basi, kwenye darasa hili la leo nataka nikufundishe, Mungu anapokuwa amekuita au Mungu anapokuwa anakuandaa au unapoanza kujuana na Mungu, kwa nini vita inaanza kuongezeka? Uharibifu kwenye maisha yako unaanza kutokea, na unashangaa, unaanza kujiuliza, mbona vita imekuwa kali hivi? Mbona mateso yamekuwa makali hivi? Mbona naanza kushuka? Labda mbona naanza kupoteza labda baadhi ya watu? Mbona kuna vitu vinaondoka kwenye maisha yangu? Mbona uchumi unadorola? Mbona kila kitu changu hakisongi mbele? Lazima ujue mambo haya. Cha kwanza, lengo la mateso na majaribu hayo ni kutengeneza tabia ya Kristo kwenye maisha yako. Yaani kuondoa tamaa zote za mwilini, kuondoa vile vitu ambavyo vinakutenga na tabia ya Kristo. Kumbuka tabia ya Yesu. Yesu alikuja hapa duniani, hakutenda dhambi, japo alikataliwa, aliumizwa, aliteswa, lakini baadaye akaja kutukuzwa. Kwa hiyo na wewe Mungu anakuandalia utukufu wa hapa na baada ya hapa. Kwa lazima kila utukufu wote unaojua hapa duniani lazima upitie mateso na upitie majaribu. Maandiko yanasema tujaribiwapo tusikate tamaa, maana ni kupitia kujaribiwa imani yetu tunapata upendeleo au tunapata saburi.
Lakini 2 anakwambia anakufanya hivyo ili uwe na utii na mabadiliko, yaani kwamba anakuchonga ili akuponde, akuvunjevunje na ujifunze kutii na kunyenyekea juu ya sauti ya Mungu na uweze kubadilika, utoke kwenye hali ya ukare, hali ya dhambi, hali ya tamaa, hali ya hofu, hali ya mashaka, hali ya kuogopa, ili akufanye imara kiroho na kimwili. Lakini 3 ni kumwakilisha Yesu Kristo, upendo wake, huruma yake. Kwa hiyo anakuchonga na kutengeneza ifikie hatua uanze kuwahurumia watu, uanze kuwa na upendo. Kwa sababu kuna watu leo yawezekana una maisha mazuri na Mungu amekuita. Sasa Mungu anaamua kuchonga, kuondolee kila kitu ili uanze kutowadharau hata wale watu ambao hawana kitu. Uanze kuwaonea huruma, uanze kuwasaidia. Lakini 4, lengo ni kukufundisha wema, lakini pia na baadaye ili aweze kukupa uhuru wa kifedha. Kwanza ujifunze kumwamini Mungu katika vitu vyako, upande ili uweze kuvuna, uwe ni mtu ambaye unaweza kujitoa na kuwasaidia wengine, lakini pia na kukuondolea hofu na tamaa. Kwa hiyo muda mwingine vita hiyo ni kwa ajili ya kukuchonga ili akuondolee tamaa, akuondolee hofu. Lakini 5 na mwisho, ili uwe ni role model, uwe ni somo kwa watu wengine ili kuwaongoza watu kwa Kristo. Kumbuka vita tunayopitia, majaribu tunayopitia, changamoto tunazopitia, tunajifunza, tunaimarika na tunakuwa mfano kwamba watu wengi wanapopitia hayo majaribu tunaweza kuwaonesha njia, tunaweza kuwatia moyo, lakini pia tunaweza kuwaongoza wazidi kumwamini Yesu Kristo ili waweze kupata matokeo na kuzidi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo usiogope haya unayopitia leo, wewe zidi kuweka tumaini lako kwa Mungu, zidi kuweka tumaini lako kwa neno lake, zidi kumwamini Roho Mtakatifu na zidi kutembea na mwongozo wa Roho Mtakatifu, ukizidi kumpenda Yesu Kristo, ukilipenda neno lake na kumpenda Mungu aliye hai, Baba wa mbinguni. Nakupa uhakika usiogope, ni kipindi tu cha mpito, ila wasiwasi wako, kukata tamaa kwako, kurudi nyuma kwako, kutotii sauti ya Roho Mtakatifu kutakufanya kipindi hicho cha jangwa ukae muda mrefu, na wakati ungeweza kutoka mapema na kusonga mbele na kukombolewa mapema. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.